ubingwa. Tuliona mechi dhidi ya Simba, jana dhidi ya Azam. Yanga nafasi imetengenezwa chache, on target jana ni moja jana ni moja. Yes, unaona kabisa kwamba ni kama hizi mechi kubwa kuna uhalisia ambao unatofautiana na mechi zingine ambazo Yanga wanacheza kwenye ligi. Nini kinawakwamisha kwenye hizi mechi kubwa? Mlicheza na jana, unaona kabisa ni kama walikuwa timu ya pili uwanjani dhidi ya Azam. Yes, of course umezungumza on target. Tunazungumza kwenye mechi zote mbili Yanga wamepata on target mbili. Kwa maana dhidi ya Simba Yanga walipiga on target moja. Na mechi ya jana walipiga on target moja, na ilikuwa ni kichwa cha Depo ambacho pia hakikuwa na madhara sana kwa sababu Manula alikwenda kudaka counter kama alimlenga hivi. Ni kama alimlenga, na yenyewe imekuja second half. Kwa means first half Yanga hawakuwa na on target. Even hata mechi ya Simba first half yote Yanga hawakuwa na on target, walikuja kupata on target second half. Definition ni nini? Ni kwamba kuna quality ambayo inakosekana Yanga, ambayo ilikuwepo misimu mitatu minne iliyopita. Kinachofunika mambo mengi sana ni kwamba Yanga wamekuwa napata matokeo mfululizo. Lakini kiuhalisia ukianalyze vizuri timu yao, kuna maeneo ambayo bado yana mapungufu. Yanga sasa hivi wana struggle na timu ambazo zimekamilika kwenye safu ya kiungo, zinaweza kuficha mali vizuri. Yanga wana struggle dhidi ya timu ambazo zinaweza kufanya pressing vizuri. Yanga ukiwa press kweli kwenye mstari wao wa kwanza, ukiwa wanatoka nyuma na ukali overload eneo la katikati la kiwanja, wana struggle kweli kutengeneza nafasi. Of course ukitazama kipindi cha kwanza nilipenda zaidi pressing ya Azam kwa sababu ndio ilikuwa inawafanya Yanga kuweza kuhaso. Mara nyingi sana Azam wakipress wana press kwenye 4-4-2, hapo wameamua kupress juu kweli. Yanga wana struggle kutoka nyuma kwa sababu walikuwa na miss mtu kama Diobu. Unajua Diobu ni mzuri akiwa na mali mguuni. Akiona pressing imezidi, anaweza kokota mpira yeye mwenyewe akatoka kwenye phase ya kwanza akasogea mbele zaidi kwenye phase ya pili, kwenye progression mpira ukasogea mbele, kitu ambacho Bakari Nondo Mwamnyeto hawezi kukupa kwa 100%. Even hata Baka wale wote watatu ma center back wa Yanga, beki ambaye yuko comfortable akiwa na mali mguuni ni Dickson Job. Cool as you like, ni kwa sababu kali yake ameanza kucheza kama midfielder. Kwa hiyo akiwa na mali mguuni uko comfortable kweli. Then walikuwa wanakosa kiungo wa chini ambaye anaweza akariski akadrop katikati ya wale ma center back wawili wakiwa under pressure, akachukua mali akaisogeza mbele, kitu ambacho ukitazama alikuwa ni Khalid Aucho ambaye alikuwa anaweza kucheza zaidi kwenye pressure. Duke Abuya ni mchezaji mzuri kweli, lakini hawezi kucontrol tempo ya mchezo kuanzia chini na kuchezesha timu kama Khalid Aucho. Lazima tukubali.